sio kila Muislamu anayekuja kujadili na Mkristo anaufahamu Uislamu, na hayo ndo makosa. Unakuja kumhubiria Mkristo na wewe mwenyewe hujui Uislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kuna jambo ambalo mimi na ex-imam tutakubaliana, na neno hilo linafaa tulitoe ndani ya Qur'an katika aya ambayo yeye mwenyewe ameisoma, ya kwamba sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mpangilio wakati tunazungumza mambo ya dini na wasiokuwa na dini, na ndiyo maana sio kila mtu ambaye atakuwa anasoma Qur'ani au atakuwa anaweza kuzungumza maneno ya Kiarabu atakuwa ni mwenye kusimama kufanya mjadala wa kutetea dini. Wanaofanya kazi hii ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa kubainisha haki, ima kwa njia ambayo ni ya kisayansi, ni njia ambayo ni ya Qur'ani, ni njia ambayo ni ya kisunna, ni njia ambayo ni ya kijamii, ni njia ambayo ni ya kiuchumi, ni njia ambayo ni ya kihistoria, ni njia ambayo ni ya kijiografia. Yani kwa kile ambacho unakuwa unakizungumzia cha kubainisha haki, uwe una uwezo wa kudeliver, uwe una uwezo wa kukifahamisha mpaka mtu aelewe kwamba huyu anachokisema ni kweli. Ndiyo maana sisi wakati tukiandaa video kama hizi kwa kuzungumzia makosa ya mtu, mfano hivi nimeandaa video kuzungumzia makosa yako wewe ex-imam, mimi sishughuliki na comment ambazo zinashuka chini, kwa sababu wale wengi wanaoweka comment huwa sio wahusika wa mada inayozungumzwa. Wengi wao ni watu wa pressure wanayotaji na wao waonekane kwamba wamecomment au waonekane kwamba wamelike. Ndiyo maana hatufai kushughulika na likes au kushughulika na comment. Na utashangaa nikizungumza na wewe ex-imam ya kwamba wakati ukirudi katika akaunti yangu hii ya TikTok ukaangalia ni nani ambaye anaweka comment, mimi nikaweza kuilike hiyo comment au nikaweza kucomment comment yake kiwa anafanya kitu inaitwa kama ni compliment. Sifanyi hivyo isipokuwa kwa mtu ambaye amezungumza maneno ambayo ni ya busara. Hata kama amezungumza maneno ya busara kwa kunipinga mimi, utaona pia nimemwekea comment kwenye hiyo comment yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuyafanyi haya kwa ajili ya kutafuta waves za social media. La, tunayafanya kwa ajili ya kuondoa utata ambao muda mwingine unaweza ukaweka. Sasa hebu nisome aya 2-3. Nianzie kwenye Qur'ani. Qur'ani sura ya 3. Sura ya 6. Light. Narudia. Uislamu aliokuja nao Muhammad ungekuwepo, Wakristo wengi wangeamka, wangehubiri. Lakini kwa sababu Uislamu uliopo, Waislamu wengi hawafate Qur'ani wala hawafate hadithi, ila ni maneno tu. Mfano, Qur'ani na mshauri Muislamu hivi, mfano. Sasa kabla sijasoma aya, mtu asema unataka waifate. Sasa wewe ndio utaniambia kwa hizi aya wanafaa kuifuata Qur'ani ama wanafaa wasiifate. Sasa wewe ndio utaniambia. Qur'ani sura ya 6 aya yake ya 108. 6:108 inasema wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi, wala msiwatukane wale ambao wanaabudu kinyume na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Fayasubbu Allah. Lengo la Qur'ani kuwaonya Waislamu wasiwatukane wale wanaoabudu kinyume na Mwenyezi Mungu. Kuna kitu fayasubbu Allah, watamtukana Allah. Tena nasema nini? Adwan bighairi ilmi, watamtukana ni kwa jeuri pasipo kuwa na elimu.
Kwa sababu gani? Kama Waislamu wangefata aya hii kwamba hata wakikutana na mpagani wasimtukane, unadhani pangekuwa na ugomvi katika debate? Hii aya inalenga wale ambao hawana dini kabisa, yani wanaabudu mizimu. Unafikiri ungekuwa na kuna Waislamu wanaifuata? Hawa Waislamu wanaokutana nao kwenye mitandao, hii aya wanaifuata? Nitataja zile aya 3 ambazo wewe ex-imam umezitaja kwa kuzungumzia nidhamu ya mambo ya kidawa, nidhamu ya mambo ya kulingania. Aya ya kwanza ambayo umeitaja ni aya ambayo inasema hivi: wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah fayasubbu allaha adwan bighairi ilmi. Allah anasema wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah, na msiwatukane wale ambao wanaomba asiyekuwa Allah. Fayasubbu allaha, na wao wakaanza kumtukana Allah, adwan bighairi ilmi, hiyo ni kwa sababu ya ujinga wao na uadui wao na mihemko yao pasina elimu. Ex-imam, nataka ukubaliane na mimi ya kwamba si kila anayezungumza haki kwa njia ambayo ni ya haki eti atakosa kutukanwa. La, bado atatukanwa. Hivi ni kuulize ex-imam, kuna mtu ambaye anaweza akawa na wisdom wa da'wa zaidi ya manabii? Kuna mtu ambaye anaweza akawa na hikma kwenye da'wa zaidi ya mitume? Lakini je, mitume wametukanwa? Hawakutukanwa? La shaka jibu unalo kwamba wametukanwa, bali we mwenyewe unakubali ya kwamba uliondoka katika Uislamu kwa masingizio ya kwamba unaenda kumfuata Isa alayhi salam, lakini unajua kwamba chanzo cha Isa alayhi salam mpaka kupandishwa mbinguni ni kwa sababu ya uadui wa Mayahudi ambao walitaka kumuua. Na haya si maneno labda ambayo yako ndani ya Qur'an, la, ni maneno pia yako ndani ya kitabu chako hicho unachotembea nacho. Historia ya sababu ya mpaka Isa alayhi salam kupandishwa mbinguni ni kwa sababu watu walikuwa wanapanga kumuua. Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa mtume wake na akampandisha mbinguni. Sasa hivi unataka kusema kila mtu ambaye atazungumza haki akatukanwa huwa amekosea hikma? La, si kweli. Lakini bado tunahimiza ya kwamba watu wawe na hikma katika da'wa. Bado tunahimiza hilo. Nikupe aya nyingine. Twende katika Qur'ani sura ya 29 aya yake ya 40. 29 verse 46. Chapter 29 verse 46. wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, wala usijadiliane, fanya mjadala na watu waliopewa kitabu, illa billati hiya ahsan, illa kwa maongezi, kwa yale maneno ambayo ni mazuri. Illa alladhina zalamu, huenda miongoni mwao waliopewa kitabu kuna watu ambao kwa modo wao hawajijui, wamedhulumu nafsi zao. Na hawa pia Qur'an anamwambia nini? Waqulu amanna, mwambie tunaamini, billadhi unzila ilaina, tunaamini yale ambayo yameteremshwa kwetu, wa inaenda kusema wa unzila ilaykum, na yale ambayo yameteremshwa kwenu, wa ilahukum wahid, mola wetu na mola wenu ni moja, wa nahnu lahu muslimuna, na sisi kwake tumenyenyekea. Hizi aya mbili kwa hawa Waislamu wanaofanya nao mijadala, kuna anaifuata? Kama yupo sisi wote wangezifuata hizi aya mbili, unadhani pangekuwa na matusi kwenye runinga, kwenye hii mikutano? Sasa je, huu ni Uislamu upi? Jambo la pili, umesoma aya ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum waqulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimuna. Allah anatuambia kwamba
na msifanye mjadala na waliopewa kitabu illa billati hi ahsan, isipokuwa kwa njia ambayo ni mzuri, illa alladhina dhalamu minhum, isipokuwa wale ambao wamefanya dhulma miongoni mwao. Ni kweli hata wewe ex-imam, mimi sina shida na wewe. Tena cha ajabu, pamoja na kwamba wewe ni ex, lakini mimi sina shida na wewe. Lakini wakati nikiona umezungumza kitu unataka kupindua haki, mimi inafaa nisimame kutetea haki ambayo unataka kuiharibu. Video ya kwanza nimezungumza ya kwamba wewe umesema Uislamu ambao amekuja nao Mtume Muhammad, lau kama unge-maintainiwa ukabaki hivyo, nchi nyingi duniani zingekuwa ni za Kiislamu in a positive way, kwa njia ambayo ni positive. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa anatumia hikma katika da'wa. Ina maana video ambazo nimetoka kukuradi, video ambazo nimekuradi kuhusiana na Khalid bin Walid, sasa hivi umeanza, inaonyesha wewe wakati ule ulikuwa umevuka mipaka, kwa sababu Khalid bin Walid ambaye umemzungumza kwa njia ambayo ni mbaya, huyu Khalid amesilimu katika zama za Mtume Muhammad. Mtume Muhammad ambaye umemsifu kwamba Uislamu alikuwa anaupeleka vizuri, ndiye ambaye alimchagua Khalid bin Walid kwenda katika vita vya Mu'ta mwaka wa 8. Huyu Khalid alienda katika vita vya Mu'ta. Vita walikufa maswahaba wakuu watatu, akiwemo Zaid ibn Haritha, akiwemo Abdullah ibn Rawaha, na akiwemo Jaafar ibn Abi Talib. Na baada ya wao kuuawa, Khalid ibn Walid akabeba bendera akapigana jihad, na ndipo akapewa jina la Saifun min Suyufillah. Sasa wewe kama unajua kwamba mtume alikuwa na hikma katika dawa, iweje uanze kuharibu jina la Khalid na useme alikuwa ni muuaji? Ina maana nilipoona kwamba hapo unavuka mipaka, ndio maana nikaamua na mimi niweze kukuradi, na nafasi iko wazi. Na wakati ulipokuja kumsingizia Khalid ya kwamba ameua vijana 40 ambao wako kanisani, na ili hali Khalid hakuwaua, Khalid aliwachukua akawaleta kwa Waislamu, hao vijana baadaye wakawa ni Waislamu. Miongoni mwa vijana hao wengine wakawa ni matabiina wakubwa tena sana. Nilipoona unavuka mipaka, ndio maana nikakuradi. Lakini kama ungelizungumza kuambia ambayo ni ya historia ya kawaida, viko vitabu vingi ambavyo vimeandikwa kwa historia ya kawaida na si vya Waislamu, bali kuna kitabu kimeandikwa na mtu ambaye si Muislamu, ameandika kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema the most famous person in the world, mtu ambaye ni maarufu duniani ni Muhammad, na hakuna kumpiga radi wala kumzungumzia. Kwa sababu gani? Amelieleza kwa njia ambayo ni sahihi ya uhalisia. Niongeze aya nyingine, aya Qur'an sura 100, Qur'an chapter 16 verse 125 inasema, id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Waite watu, walingania watu katika njia ya Mola wako kwa hikima na mawaidha, maneno, mafundisho mema. Wajadiluhum billati hiya ahsan, wajadiluhum billati hiya ahsan, nujadili nao kwa yale yaliyo mazuri, majadala mazuri. Inna rabbaka, hakika Mola wako, huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Hizi ni aya 3 zinatosha. Aya ya mwisho ni aya ambayo inasema, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Aya hukaitaja, japo katika kuisoma kuna sehemu kidogo kuna lahaja ilikoseka, na ninaofia Wakristo wenzako wasije wakachukua maneno yako na wakaisoma aya kimakosa. Aya haisomwi id'u, haisomwi id'u, inasomwa id'u ila sabili rabbika bil hikma. Ud'u, kwa sababu ud'u hii ni fi'lu amri, na fi'lu amri yoyote ambayo inakuwa ni thulathi, ina herufi ambazo ni 3, alafu ikawa ainul kalima yake ikawa ni madhumuma katika mudhari', wakati ukileta katika sigha ya amri, ile hamzatul wasli unaitamka kwa dhamma.
ud'u, udkhul, ukhruj, kwa sababu fi'lu yake mudhari' ni yakhruju, yadkhulu. Kwa hiyo sio id'u, ni ud'u. Hizo aya mashallah, nataka uzijue kwamba walilahi alhamdu, Waislam ndio ambao wanazijua zaidi yako, na endapo atakayekosea katika uslubu wa da'wa arekebishwe. Hata kama ukimrekebisha wewe, mrekebishe, hujakatazwa. Lakini ujue ya kwamba si kila mtu ambaye anatumia wisdom ya kwamba hatotukanwa. Wewe do your best, fanya zuri lako, waachie wanadamu watakao support au watakaopinga. Wa ila liqa.